Well, welcome back to Muye's official production. Here we discuss all matters concerning politics, national and globally. This week on Friday, we are going to have a podcast with Honorable Maxwell Konde. He's a youth leader in Kilifi County and also has majored much in politics in Kaloleni sub-county. But my viewers, today I will be a bit on Swahili because najaribu kuongea na wakazi wa Kaloleni na lazima nitumie lugha ambayo itaeleweka na wakazi wa Kaloleni. Sasa wale wanaopenda Kiswahili, karibu sana katika channel yetu ili tuweze kuzungumza mambo muhimu, mambo ambayo yataenda kutufaidisha sisi katika makala yetu ya kila wiki, The Headlines. Karibu. Welcome back to Muye's official production. Today on The Headlines we have a guest and he's going to introduce himself and we'll learn more about him. And the discussion today is all about Kaloleni sub-county and what's next for Kaloleni sub-county, because Kaloleni sub-county is one of those counties in Kilifi County that has been trending and has caught an eye to Muye's official production. And today we have a guest who features mostly and is mostly trending in Kaloleni sub-county by the name Maxwell. He's here, he's going to introduce himself more so that we can learn who he is as we go deeper into our conversation on The Headlines. Mr. Maxwell. Yes. Can you tell the audience who is Maxwell? My names are Maxwell Konde. Many people know me as Generali wa Makamanda. And today, Muye, because we are talking about Kaloleni sub-county, I would like to speak with the Kaloleni resident. And I'll speak in Swahili for the sake of that mwananchi wa kawaida to hear whatever I want to share with you. So, kwa majina ni Maxwell Konde, Generali wa Makamanda, mzaliwa wa hapa Kaloleni, ambapo ni Mariakani. Nimesomea hapa Mwareni. Baada ya kusoma Mwareni, nikaenda shule ya upili ya Mariakani Secondary. Kisha nikasoma nikasomea wanahabari katika aviation. Kisha nikapata scholarship ya kusomea leadership administration management, ambapo niliweza kufanya degree yangu pale sehemu za Eldoret pale. Na nimekuona sana ukijihusisha na masuala ya uongozi hivi. Ni kitu gani kilikuinspire wewe kuingia katika uongozi ama kujihusisha sana na mambo ya uongozi katika Kilifi County na katika sub-county yetu ya Kaloleni? Hapo nyuma Muye, tulikuwa tunaonekana hatuelewi yale mambo ambayo yanafanyika. Ni kwa sababu unapoangalia wazazi wetu hawakuwa na kile kisomo ambacho kiko saizi. Naposema hivyo si kwamba na wadharau, lakini hao walipogundua hawana kile kisomo na ufahamu, walichukua initiative ama walichukua jukumu la kuuza mashamba na kujaribu juu chini ili sisi vijana ambao ni watoto wao tuende tukasome. Na kwa hakika tukaenda tukasoma kule mashuleni na sasa tumerudi nyumbani. Unapoangalia ule uongozi ambao upo ama yale mambo ambayo yanaendelea, kwa sababu tumefundishwa na tumesoma, tunaona mambo hayaendi sawa. Sasa inabidi tupaze sauti zetu, kwa sababu kuna mambo mengi ambayo yanakumba vijana, kuna mambo mengi ambayo vijana wanapitia na hayajasababishwa hadi kwa sababu rasilimali hakuna ama nafasi hakuna. Nafasi zipo, lakini viongozi wetu hawajatupatia zile nafasi ambazo tunazihitaji sisi kama vijana. So hii ndio area ambayo imekusukuma wewe kujihusisha na mambo ya uongozi? Mimi ari kubwa ambayo nimejihusisha na uongozi ni kuona kwamba ile haki inafanyika na tukue level moja kama Kaloleni na zile sub county zingine. Tunapotaja Murang'a
tunapotaja zile kaunti kama za Embakasi, tunapotaja sub county zile zingine, basi pia Kaloleni itajwe kati ya zile, ikuwe mojawapo zile zinazotajwa, na hiyo itatokana na ule uongozi ambao uko pale. So pengine tusiende mbali bwana Maxwell, pengine nikuulize tu wewe binafsi, maono yako ukipewa nafasi, maono yako ndani ya Kaloleni sub county ni gani? Ama saizi ukisimama wewe kama Maxwell, ukiangalia jinsi vile mambo yanavyosonga katika ile eneo bunge letu la Kaloleni, ni maono gani uko nayo juu ya sub county yetu? Kwanza kabisa ni kwamba ni kuona Kaloleni ambao kila kijana amepewa nafasi. Kila kijana amepewa nafasi ya kazi, kila kijana amehusishwa katika kila jambo ambalo linafanyika ndani ya sub county. Tumegundua kwamba viongozi ambao wako, ama wengi wa wale viongozi ambao wako pale, huwa wako wanafanya yale mambo yao wanataka hao. Wakija wanatuambia yale yao ambao wako nayo kwa kichwa, lakini hawataki kutusikiza sisi. Ni maono yangu, ama the vision that I have for Kaloleni, ni kuona Kaloleni ambayo sote tumejumuishwa katika meza, sote tumejumuishwa katika kujadili masuala yanayomkumba yule mwananchi wa Kaloleni. Ile changamoto ambayo mtu akayafungwa anapitia, si changamoto ambayo mtu wa Mariakani anapitia, si changamoto ambayo mtu wa Kaloleni wote anapitia, na si changamoto ambayo mtu wa Mwanamwinga wote anapitia. Kwa hivyo kila mwananchi apewe nafasi ya kuzungumza ile changamoto alionayo, na ni ndoto yangu kubwa kuona kwamba kila jambo limesuluhishwa kwa wakati wake na kutokana na majadiliano ambayo tuko nayo. So pengine tusiende mbali sana, tubaki tu hapa katika Kaloleni sub county, lakini nikilinganisha na pia taifa zima, vijana hasa vijana wadogo sana wameamka na moto mkubwa sana. Ukiangalia sana, kile kilichowaamsha ni kuwa hawapendezi na uongozi uliopo mamlakani. So pengine ni kipi ambacho kinafanya vijana wasipendezwe na uongozi ulio mamlakani? Ni kwa sababu kama nilivyokutangulia mwanzo nikasema, wazazi wetu wametupeleka shule, na ile shule imetufungua macho, tunaweza soma. Wazazi wetu ulikuwa unampelekea barua, unamwambia tu weka sign hapa, alafu unafanya kumueleza. Lakini sisi ukituletea barua tutaisoma na tuichambue, ndo tujue, je, tunastahili kuweka sahihi ama tusiweke sahihi. Yale mambo ambayo yanafanyika katika uongozi ndio yanatukera sisi vijana. Wameweka njama fiche kuonyesha kwamba wanatusaidia, yani wanatangaza amani huku wameficha mapanga. Nikisema hivyo namaanisha nini? Kiongozi atakuletea kitu wakidhani kwamba wewe mwananchi utadhani kama anakusaidia, lakini ukifuatilia lile jambo anazidi kukukandamiza katika njia nyingine. Yani kuna mambo fiche yanafanyika bila sisi kufahamu. Sisi vijana tumetambua kwa sababu tumepelekwa shule. Tunapofuatilia, tunapoambiwa kuna mradi fulani, ule mradi unaweza pata umekuja kuanzishwa na hautakamilika, na ile pesa ambayo imewekwa pale, na ukiangalia ile kazi ya ule mradi hauendani. Sasa tumefanikiwa kupata ule ufahamu ule ambao unatusaidia sisi. Tunasema hapana, ikiwa imewekwa shilingi ifanye jambo fulani, wacha ile shilingi ifanye lile jambo. Na tunapinga ule uongozi kwa sababu hatuoni yale mambo yakifanyika. Kwa uhakika kufikia sasa, ikiwa kila shilingi ambayo itawekwa mahali na stahili, kutakuwa na nafasi ya kazi, kutakuwa na nafasi ya kila mmoja. There is enough for everyone ndani ya ile ushuru ambayo tunatoa. So pengine nikuulize tu swali ambalo pia bado linalingana sana na swali ambalo umetoka kuliongelea hapa tu. Ni changamoto gani ambazo hili eneo bunge la Kaloleni linapitia? Changamoto gani ambazo unaweza kuzitaja moja baada ya nyingine? Na pengine unaweza kuniambia viongozi waliopo mamlakani wameweza kushughulisha hizi changamoto, ama je, wamejaribu kuonyesha juhudi ya kusuluhisha changamoto hizi? Na kama bado hawajaonyesha juhudi ya kusuluhisha changamoto hizi, nyinyi kama vijana, wewe kama kiongozi wa kesho, umechukua hatua gani? Jambo la kwanza ni kwamba hawa wananchi wa Kaloleni, ama sisi wananchi wa Kaloleni, kwa muda mrefu tumekuwa tukichagua watu wanaojiita viongozi. Hatujachagua wawakilishi wetu. Ninaposema hivyo, hawa watu ambao tunawachagua hawaendi tuwakilisha sisi.
Tunasema hivi kwa sababu gani? Tunaona ile effect ya 6PC wakati ilikuja. Ilikuja mambo ya machungwa sita, na hata kiongozi anaposimama hasimami akisema mimi ni kiongozi bora, nimefanya mradi hivi na hivi, kwa hivyo mnichague. Mtu anasema ukichagua chagua machungwa, ukichagua chagua wilbaru, ukichagua chagua hivi, chagua chama cha nyumbani, chagua nini. Lakini wakati ni sasa tumekuja, unaona vijana, wakati hata ule ulikuwa na maandamano, vijana tulikuwa tunasema we are partyless, we are this, we are this. Tulikuwa tunajaribu kutoa hizi dhana zote. Sasa hizi changamoto ya kama eneo bunge la Kaloleni ni zile changamoto zenye tulikuwa nazo miaka iliyopita. Ndiyo tumekuwa na changamoto ya elimu, lakini je, hii elimu imepandishwa sawasawa na mtoto anayesoma Nairobi, mtoto anayesoma Homa Bay, mtoto anayesoma Kisumu? La hasha. Sasa wamejua kuna changamoto ya elimu, wanajenga madarasa. Lakini nyuma ya haya madarasa yanayojengwa, je, ni kupandisha kiwango cha elimu, ni kuongeza elimu ndani ya Kaloleni, ama ni ile biashara inayotokana na kujenga yale madarasa? Je, loka zinapelekwa katika haya mashule? Je, ni kuhakikisha wanafunzi wanaishi katika mazingira ama wanasoma katika mazingira ya sawa, ama ni ile biashara ambayo iko nyuma katika zile lockers watakapo supply? Kwa hivyo dhana zao ama mbinu zao wanazotumia ni tamaa zao wenyewe, lakini hawataki kusuluhisha zile shida ambazo ziko pale Kaloleni. Kama tumesema shida ni elimu, hawataki ku-upgrade elimu ya Kaloleni, kwa sababu nimekuja gundua kwamba hawa viongozi wanaogopa wakati kijana kama mimi nimechipuka. Wakati kijana ameinuka na kusema ukweli, wanaogopa kwa sababu wanadhani vipi kwamba itakuwa changamoto kwake, atakuja mtoa. Kuna shida ya maji yenye miaka nenda miaka rudi bado iko pale pale. Infrastructure iko chini. Chukua mfano tu, vuka reli hapa Mariakani, uvuke reli uko Kwale County. County pale imetengeneza lami ya kilomita 5 Mavirivirini pale. Kilomita 5. Lakini ukiangalia quality ya ile lami, ukiangalia ile pesa imealloketiwa pale, it's worthy. Yule mwananchi wa pale Kwale anaweza sema tuko na lami. So unajaribu kumaanisha pengine ni kukate kidogo tu. Naona unaongea na uchungu na pia unaongea kwa ufahamu mkubwa sana. Hivi unajaribu kumaanisha hapa Kwale County kidogo wamejaribu kuonyesha kazi ambayo ili wapeleka mamlakani. Lakini tukiongelea viongozi wa huku ni kama bado hawajafanya kile ambacho kiliwapeleka mamlakani. Lakini kuna barabara moja nimeona imejengwa juzi ukielekea Kaloleni kule. Ile barabara naona ni kama ni mradi mmoja hapo mbunge amefanya na amejaribu kujionyesha kuwa kuna uwezo wa kufanya. Mbona tusimpatie maua kwa kujenga ile barabara? Mradi ule unafanywa na county na county ya Kilifi ikatengeneza hadi wimbo wa kusifu ile barabara. Lakini ni miezi kama 3 tangu iadvertisewe katika social media. Watu wakienda kwa social media wataiona. Ni ya kuelekea paka Gotani. Ile barabara walisema wataiunganisha paka Gotani. Lakini amini usiamini, ile imealloketiwa 30 million ukienda kwa budget proposal. 30 million. 2024-2025 financial year kuna 30 million imealloketiwa pale ile barabara. 2025-2026 proposal ya budget imeproposiwa pale the same barabara. Lakini swali ni je, kazi inayofanyika pale, is it worth 30 million? Ile ukihesabu ile kilomita, nafikiri ni kilomita 2. Wakati Kwale wamekuwekea kilomita 5 na ni county zote hizo. Zote zinapokea mgao 2 kilometers. Ile unapiga tu kona, imezibwa tu na kona. Unaenda tu pale mwanzo ukipiga kona. Na hiyo budget allocation ya ile barabara umesema ilikuwa ngapi? 30 million. Na 30 million inaweza jenga barabara kiasi gani? Ukiuliza maengineer, sitaki kuingilia hapo kwa sababu ukiuliza maengineer wenyewe wanaweza kukueleza 30 million inafikisha kilomita 5. Kilomita 5 inafikisha. Lakini pale kumejengwa kilomita 2 peke yake. Swali ni je, hii county wakati inajipiga kwanza tuachane na ile kilomita. Quality ile barabara. Mahali panapita maji hapajawekwa drainage system. Tumepita na pale juzi
ni kwamba maji yanapitana juu na ile lami imeanza kubambuka tayari. Je, walikuwa wanafanya biashara ama wanatengenezea wananchi? Ni wazi kwamba walikuwa ni biashara wanafanya. Kwa hivyo mimi najitosa na kuchambua mambo haya, na pengine nikujuze tu Moyes, imekuwa kazi ngumu kwangu sana, kwa maana kila nikijitokeza kuongea jambo, kulikuwa na swala la afya. Saa hizi hata ukazunguka katika hizo hospitali hakuna madawa. Nikazungumzia swala la afya. Nilipozungumzia swala la afya tu, nilipelekwa DCI pale, nikashtakiwa, nikahojiwa, nikaangaishwa, wakachukua simu kwamba unaharibia jina hospitali, lakini ukweli ni kwamba ilikuwa ndio hali halisi. So ulijaribu kuongea tu kufahamisha watu kuhusu hali ilivyo katika sekta za na huo ndio uongozi ambao uko sasa, ambao tunapigana nao, especially wa county na huo wa sub county, wa national government ambao ni wa mbunge. Mbunge mimi nilisema, kuna wakati nilisimama na nikasema azungumzie swala la ushoga ndani ya Kaloleni sub county. Alinipeleka DCI, hakuzungumzia swala hilo, hakulipinga ama hakuliunga mkono. Na wewe haukuwa umepoint out kwamba kuna watu wanafakini, ulitaka alizungumzie swala hilo. Yeye akasema atashtaki mpiga kura ambaye amepaza sauti yake, akanipeleka ndani kwa DCI, nikatoka. Juzi nimezungumzia kuhusu swala la afya, amenipeleka ndani. Sijui sasa watanipeleka kwa lipi, lakini mimi kile nasema, hata kwa video yangu, kuna video nimesimama wakati nimetolewa seli, nimesema ikiwa itatugharimu sisi kama vijana kutolewa kama sadaka ili Kaloleni ipone, basi tuko tayari tutolewe kama sadaka. Lakini cha msingi ni kwamba ikiwa mbunge amesema anajenga shule, wacha ajenge shule ya quality, asiangalie 10%. Nilizunguka hizi shule ambayo imejengwa na Ministry of Education, zile za ku-upgrade to junior secondary, imejengwa na milioni 2. Imejengwa na milioni 2. Kuna darasa la CDF limejengwa na 2.5, lakini ukienda limebambuka floor yote. Madarasa yote yako na miaka 2, lakini hili la CDF lishabambuka floor, liko na crack kwengine. Madarasa mengine, yani unapoangalia la CDF na la national government, unaweza sema la national government lilijengwa na pesa mingi zaidi kuliko hili la CDF. Kwa hivyo kuna mchezo ambao unafanyika katika huu uongozi ambao unaendelea, na inatufanya sisi vijana tunakasirika, na tunaonekana wakati tunasema ni kana kwamba kuna viongozi nyuma yetu wametulipa ili tuseme ama tuharibie viongozi wengine majina, ambapo ukweli ni kwamba viongozi hawataki kuwajibika. Hasa Kilifi County tunaangamia sana, na kama kutakuwa na mtu ambaye anaweza kukuambia ukweli, ni mfanyekazi wa Kilifi County, ndio anapitia yale madhila. Lakini anafanya nini? Kwa sababu yule mkubwa ako pale na yeye ako kazini, analinda unga wake, haizi ongea. Sisi ambao tuko kazini ndio tunaweza ongea mambo haya, tunapoona wale madaktari hawana vile vifaa vinavyostahili vya kutibu watu. Wacha nikwambie, nimesikia gavana akiongea akisema kuhusu, anaimba nimeweka CT scan kule Kilifi Hospital, nimeweka sijui mashine gani Kilifi Hospital. I can dare him, aambie professionals waende pale watuonyeshe sitini hii nilionunua ni hii, inafanya kazi ni hii ndio niliileta hapa, na aonyeshe watu wa Kilifi ina operate hivi. I'm very sure hawezi kufanya hivyo. Kwa nini? Mimi nimekuwa pale sub county mara kadhaa hospitali, watu wanarifaiwa, kuna hospitali Mikindani hapo, mtu anaambiwa zile mashine hazifanyi kule, itabidi apelekwe Mikindani aende angaliwe. Juzi mimi binafsi nimekuwa na mgonjwa. Ngeni kukata kidogo tu. Juzi amekuwa tu hapa Mariakani. Ndio. Rais wetu. Ndio. Bwana Ruto. Na amekuwa hapa, kulikuwa na viongozi kadhaa ikiwemo area MCA wa Mariakani. Ni kweli. Na pamoja na viongozi wengine wa Kaloleni sub county, na hata gavana alikuwa pale. Ni kweli. Na kuna maneno alizungumza, akasema amejenga soko na amejenga hospitali.
Sasa unalizungumziaje? Inamaanisha hizi vitu anavyosema amejenga, je, ni maneno tu ama anajaribu kusafisha jina lake? Wale viongozi wa county akiwemo gavana na wale wengine ndani ya Kilifi County, wengi wako na sarakasi. Naposema sarakasi katika kaunti yetu, naona sarakasi kwa sababu gani? Wanayoongea sio. Na walikuwa wanadhani sisi tumefunga macho hatuelewi. Ndio mwimbaji mmoja akasema wanadhani sisi ni mabongolala, lakini sisi si mabongolala. Hiyo hospitali anayoizungumzia pale ameweka milioni 700. Alisema milioni 700 ameweka pale hospitali kujenga. Hatukatai anajenga. Anajenga kina nani watibiwe pale wakati hospitali hazina madawa? Wakati anasema soko amelijenga, atuambie lile soko limeallocatiwa ile pesa mara ngapi? Tangu 2013 wakati MCA ni Mwachenda anatuimbia kwamba tumeallocate pesa ya soko. Tumeallocate pesa ya soko. Yeye anakuja kutuambia ameweka 95 million. Hiyo 95 million ni financial year gani? Hajatuambia ni financial year gani. So, pengine nikuulize nikukata kidogo. Ili soko ambalo gavana alisema juzi anajenga, ni lile ambalo Mwachenda alisimamisha pale wakati wake? Nafikiri hata ukamuita mheshimiwa Mwachenda katika interview atakwambia lile soko pale wali allocate hao hiyo pesa 95 million. Wali allocate hao hiyo pesa 95 million, not 95 million but katika financial year yao wali allocate hiyo pesa. Na ukifuatilia vizuri kuna miradi mingi ndugu yangu, unapochukua muda wako na kustudy, kuna miradi mingi imekuwa ikiallocate tangu kitambo. Regime mpya ikikuja ina allocate pesa, inasema tunafanyia mwananchi. Kila mtu anataka ile sifa. Lakini sisi tunachosema hospitali ziwe na madawa. Badala ya kujenga jengo jipya, lile liko pale, utilize lile liko pale kwanza, ndio uweze ku-upgrade katika kupanua. Kama madawa yatapatikana, basi panua kule ndio vifaa vingine vipatikane. Nilikuwa nakupatia mfano. Tulikuwa na mgonjwa amepata ajali, tukampeleka pale health center. Gavana jana yake ametangaza kwamba kuna CT scan hapo Kilifi County. Sisi pale tunaambiwa hamwezi mpeleka tutawapatia ambulance lakini uweze mpeleka Kilifi kwa sababu hizo mashini zote zimekufa. Paka muende wapi? Paka muende Mombasa. Samu ya Mikindani pale. Mgonjwa alipelekwa Mikindani na akarudi ndo akapewa recommendation nyingine. Kwa hivyo tuko na changamoto, si afya, si maji, si elimu. Nataka kuzungumza jambo kwamba kuhusu elimu ni kwamba hata hawa walimu they are not motivated. Yale mazingira walimu wametengezewa hayafai yale. So umezungumzia swala la elimu sana, ikiwa ni changamoto elimu katika sub-county yetu. Ndio. Umezungumzia swala la hospitali. La hospitali ambao ni afya. Healthcare facilities ni mbaya. Umezungumzia swala la maji. Swala la infrastructure. Ya barabara. Na pia umezungumzia swala la maji. Wacha nikwambie kitu kuhusu maji. Ili swala la maji, unless tupate uongozi ambao umeamua kusuluhisha ile shida ya maji. Kwa sababu unapofuatilia vizuri pale kwa maji, wenyewe wao wanatusimulia, wengi ni marafiki zetu tunakaa nao wanatupatia zile story pale ndani. Ni kwamba mambo yako mengi. Ni kwamba kuna matangi MCA walijenga. MCA walijenga matangi, hayo matangi hayawezi supply maji. Kuna mabuza ya maji yenye yanaendelea kusupply. Hizi buza zinatoa wapi maji wakati mwananchi wa kawaida anakosa maji ndani ya nyumba zao? Kumaanisha kuna kateli ya maji either pale katika ministry, pale katika county, either county hawalipi maji kule, hawalipi maji katika Kenya Water, ama hapa katikati kwa mwananchi wa kawaida kuna mabwenyenye ambao hii biashara ya maji wanafaidika nayo. Tusiende mbali. Hapa Weybridge kuna kijiji kiko pale. Nilikuwa nawatembelea na wasalimia, nikizungumza na wananchi anasema wana miaka zaidi ya 10 hawajui maji ya mfereji vile inakaa. Paka wametengeza mradi wa kujinunulia matangi wajaze maji kwenye buza. Kwa hivyo tuko katika situation ngumu sana kama Kilifi. Wakati ukivuka reli tu maji
yanamwagika mengi sana yako. Niko na tashwishi kidogo na hili swala la maji ya sasa katika eneo hili la Marekani, kwa sababu mimi ni mkazi pia wa Marekani. Naam. Na kazi pia imeniweka hapa Marekani sana. Ndio. Na nimekuwa nikifuatilia hili swala la maji, nimepata train fulani ambayo bado naifanyia uchunguzi niweze kugundua ni jambo gani ambalo linaendelea katika sekta hii ya maji. Kwa sababu maji yakiwepo, kuna vijiji havipati maji automatically tu. Maji yawe yasiwe, vile vijiji havipati maji. Lakini hautasikia watu wakipiga kelele kwamba hakuna maji. Lakini ile utasikia Marekani ikisema hakuna maji, ndio sasa ni kweli utajua hakuna maji. Kwa sababu gani? Sijui, ni kama kuna vile hizi water buzzers, sijui zinatoa maji wapi. Ile ndio because wakati ule kwenye Marekani nimechunguza nikagundua ule wakati wenye wakazi wa Marekani hasa katika mji wa Marekani watasema hakuna maji, zile water buzzers pia unapata hazipati maji. Ni ngumu sana kupata water buzzer imeleta maji katika zile vijiji ambazo hazina maji, kwa sababu watu wa Marekani wame complain hakuna maji. So huo ndio wakati ambao inaonyesha ni kweli ni kama huwa hakuna maji. Je, ni kipi ambacho kinatokea wakati ule ambao Marekani imetulia na kusema kuna maji na vile vijiji ambavyo havipati maji? Ni jambo gani ambalo linaendelea hapa? Je, hii ni biashara kama ulivyosema, ama ni kweli huwa maji hayawezi kufika katika vile vijiji vingine? Ambayo kama mimi natoka katika kijiji cha Misufini kule, wale ni ile ilikuwa community project. Ni maji yalichimbwa na wanakijiji kutoka kwa main pipe mpaka kwa kijiji chao, na walikuwa wanapata maji vizuri sana, because nimezaliwa kule, nimeelewa kule. Lakini currently unapata maji hayafiki. Marekani maji yako, lakini kule maji hayafiki, na ile laini ni moja na walitoa kwa main pipe. Sasa nimejaribu kufuatilia nijue ni nini kinachoendelea hapa. Na maji kule sasa hivi tunavyoongea wana depend sana na hizi malori ya maji, hizo water buzzers. So ni kipi kinachoendelea hapa? Kuna ukweli unaosema kwamba ni biashara? Muye, wacha nikwambie, ukitaka kujua ni biashara, hawa viongozi hawatujibu. Ni kwamba mwanzo tukianza tulisema rais alikuja. Kwa nini rais akija maji yatatoka hiyo wiki na akienda maji yasitoke? Ukiangalia ile notification ya Kenya Water wakati inatoa kwa nini hakuna maji, huwa ni reason moja tu. Compare zile notification zote zenye wamepeana kwa wananchi. Pipe imepasuka, the same place, the same area. Sijui maji imepasuliwa na ndovu. Huyo ndovu mmoja wameshindwa kumdhibiti, kulinda ile pipe. Hii miaka yote wameshindwa kutengeneza hapo mahali. Hawa viongozi kuna siri ambayo hawataki kutuambia, lakini sisi kama vijana tumejitoa. Dawa ni kufagia wote. Waende tupate new leadership. New leadership ambayo tutakuwa wanatusikiliza sisi. Wanafanya kile sisi tunachotaka, si kile wao wanataka. Tunataka wawakilishi sasa ndani ya hii Kaloleni. Atakaye tuwakilisha sisi. Kama vile unasikia women rep ni mwakilishi wa kina mama, anawakilisha kina mama. Ndio tunataka mwakilishi wa eneo bunge. Tunataka mwakilishi wa kaunti hii atakaye tuwakilisha sisi ndani ya hii kaunti yetu. Wakati tunazungumza shida ya maji, awe pia yeye anaweza kukosa maji. Wakati tunazungumza hakuna stima, yeye ni mtu wa kwanza kujua kwamba hakuna stima kwa sababu anaishi hapo. Tatizo kubwa tuko nalo pia ndani ya Kaloleni, tunachagua watalii. Si Kayafungo, si Mariakani, si Kaloleni, si Mwanamwinga. Hii Kaloleni yetu tuko na watalii. Na Kilifi County, tulikuwa tunaongea matani juzi na marafiki zangu kutoka Mombasa County. Tulikuwa tunasema mazee, sasa tuko na bahati bana. Yaani viongozi wa Mombasa wanaishi Kilifi County, lakini wa Kilifi County wanaishi Mombasa. Kwa sababu wale wa Mombasa County wanaishi Vipingo, na Vipingo ni Kilifi County. Hawa wetu wa Kilifi County wanalala Nyali, na Nyali ni Mombasa County. Kwa hivyo tuko na shida sana. Tuko na shida, wana exchange, badala wote waishi Kilifi County walale Kilifi County, wa Mombasa walale Mombasa County. Wame exchange sasa, ambapo ni changamoto. Stima ikipotea usiku kukiwa na emergency, kiongozi anasikika zaidi kuliko huyu mwananchi wa kawaida. Kwa hivyo kama yuko pale kikimfinya kile kiatu atakishughulikia. Lakini kama unaoga maji ya Nyali, sisi ambao tuko mashinani, hata tuko maji huoni uzito wote. Pengine tu tuingie katika swala la vijana, ukosefu wa ajira.
umekuwa tatizo sugu sana katika kaunti yetu na pia sub kaunti yetu hii ya Kaloleni. Wewe kama kiongozi wa kijana umefanyaje, ama ndoto yako ni gani kuweza kusuluhisha hili? Swala la ajira kwa vijana linaweza kupungua, lakini haliwezi malizika, kwa sababu kila siku kuna mtu ana qualify kwa kijana kila tunavyosonga. Lakini wakati vijana watajitambua na kukataa kuwa puppet wa viongozi. Naposema puppet wa viongozi na maanisha tukatae kuwa walaleo. Mtu kuwa mlaleo ndio imetusababisha tumefika mahali tumefika. Leo hii kuna kijana anakaa ngoje mbunge akuje aende amshangilie apewe 300 iishe hivyo. Lakini kumuuliza mbunge, nafasi gani umetupatia wewe kama mbunge wetu katika eneo bunge lako, umetutafutia nafasi ngapi, ama umechukua vijana wangapi? Kumekuwa na recruitment ya KDF. Je, zile slot zenye mbunge anapewa amempatia kina nani? Umesikia hii wiki Mohamed Ali akiongelea kuhusu mbunge wa Nyali, akiongelea kuhusu slot ambazo zilipeanwa pale port. Vijana walingangana, waka-apply, wakaitwa interview zote, lakini mwisho wa siku kuna zile slot zenye mbunge ametengewa. Je, mbunge alipatia kina nani hizo nafasi? Kama anaweza kujitokeza na akasema mimi nafasi zangu za port nilimpatia mtu fulani wa boma fulani kutoka Kaloleni, boma fulani kutoka Kaloleni, nilipatia kijana fulani na fulani. Asimame aseme kuna kijana fulani niliwapeleka kazi. Umezungumzia kuhusu swala la vijana wenyewe, ni kama ndio pia wanachangia ukosefu wa ajira. Kando na kiongozi kutowajibika, pia vijana pia wanachangia kwa njia moja au nyingine. Wanachangia vipi? Vijana wanachangia kwa sababu wamekubali kutumika na wanasiasa. Kutumika na wanasiasa ni kwamba wanapokaa na mwanasiasa hawamwambii mwanasiasa wanataka nini. Mimi nakutafutia wewe uongozi, mimi nataka nafasi hii ya kazi, mimi nimesomea, niko na ujuzi huu. Mfano mimi nikikaa na mwanasiasa leo hii kama kijana, namwambia niko na ujuzi wangu wa wanahabari na uongozi, niko na makaratasi yangu ABCD, ama niko na ujuzi huu na huu, nataka nikutafutie uongozi wewe, ili ukipata ile nafasi ambayo ni power, na mimi unitafutie nafasi hii na hii. Ndio tunasema 2027 wewe kijana lazima uwe kwa meza. Kama hauko kwa hiyo meza, vunja hiyo meza. Ndio tuchague kiongozi bora, kuwa kwa ile meza ya kufanya decision kwamba vijana wenzangu, mimi kiongozi yoyote awe ni gavana. Mimi nimeongea na magavana, nimeongea na wale wanataka ubunge. Na wale ambao tutakuja zungumza hayo maswala utakaponiita tena. Na nataka kusema hivi, yule mbunge ambaye nitamuunga mkono, lazima nijue si Maxwell kwanza, vijana wa Kaloleni watapata nini? Ni nafasi ngapi ziko za vijana wa Kaloleni? Na nafasi hii tunahakikisha kwamba wazee ni kidogo, kwa maana kama mzee ameenda retire anahitaji nini tena? Ni apewe kitu ya kumsaidia katika retirement yake. Lakini wale ambao watafikisha mahali Kaloleni inahitajika kufika ni vijana. Tuungane vijana, tuweke hoja zetu kwa meza, tuache tamaa, tuache fitina, tuungane pamoja, tuseme ule ukweli ulivyo. Tusipewe 200 tukageuka. Tusikuwe wale vijana tunangoja kiongozi aje tunakimbia kumwimbia. I want to dare the area MP wa Kaloleni ajitokeze atuambie hizi tenda za CDF ni ngapi amepatia vijana wa Kaloleni, na akiwa anaweza kutoa wale vijana wa Kaloleni awaonyeshe hiki ni kikundi kinafanya kiko na ujuzi wa mbao, nimewapatia tendering ya kutengeneza lockers za CDF. Ajitokeze aseme mimi kama mbunge nimeinua kiuchumi hiki kikundi cha vijana, nimewawezesha na hivi na hivi. Kando na wale anaowaita katika mikutano wazome viongozi, kando na wale anaowaita katika mikutano
waambie viongozi 2 term ama 1 term. Nataka kuambia vijana wa Kaloleni, si kuhusu 1 term, 2 term ama 3 term. Ni kuhusu can this leader deliver to us? Huyu kiongozi anatujali na ana maono na vijana, ama ni yeye kutumia vijana tu kwa njia moja au nyingine? Tukimalizia Bwana Maxwell, naona tumezungumza vitu vingi sana, na yule kijana ambaye anatusikiliza pale na mkazi yote wa Kaloleni ambao umeweza kumsikiliza Maxwell akizungumza, nadhani amezungumza kwa ukomavu na uelewa zaidi. Kwa hivyo ninatumai utazidi kujifunza wewe binafsi, kwa sababu Kaloleni sub county si ya Maxwell peke yake ama si ya mtu binafsi, ni yetu sisi sote, na sisi sote tuko na jukumu la kuhakikisha Kaloleni sub county inaweza kupanda katika ngazi zingine tofauti. Hili si jukumu la mtu mmoja, bali ni jukumu letu sote. Tukimalizia Bwana Maxwell, ukipewa dakika moja ya kuzungumza na wakazi wa Kaloleni, utawaambia nini? Unapokutana na mkazi wa Kaloleni, unaposikiza zile fedheha ama dhiki ambazo ako nazo, analia, mateso ni yale yale. Lakini inapofika wakati wa kuchagua kiongozi bora, huwa inageuka na wanaanza kuchagua bora kiongozi, kwa maana anakuambia siasa ni pesa. Mimi yule atakayenipa pesa ndio nitakaye mchagua. Lakini wacheni tufanye tofauti 2027. Isiwe kuhusu pesa. Wataleta madera, muvae kina mama, vijana mtapewa 200, chukueni mununue credit, mweke bundles, lakini msikubali kutenganishwa. Fanyeni uamuzi wa sawa. Tafuteni kiongozi ambaye ako na maono na Kaloleni na ni mkaazi wa Kaloleni, anaishi Kaloleni, biashara yake ni ya Kaloleni, analala Kaloleni, anatembea Kaloleni. Hapo ndipo huyo ndio atakaye wakomboa, mwakilishi wako. Bwana Maxwell hapa nimeona anasema kwamba wewe kama mkazi wa Kaloleni, ukipewa pesa, ukipewa dera, bana kula. Hata mimi ukiniletea pesa siwezi kataa, nitakula. Lakini katika uchaguzi wako, katika kufanya maamuzi, fanya maamuzi yenye busara, na usifanye maamuzi kwa kuwa umepewa pesa kidogo, kwa kuwa umepewa nguo, kwa kuwa umepewa t-shirt. Fanya maamuzi yaliyo bora. Nadhani hicho ndicho kitu ambacho Bwana Maxwell anajaribu kuzungumza hapa. Shukrani sana Bwana Maxwell kwa kufika katika studio zetu. Mimi nimeshukuru Muye, na tutakuja tena tuweze kuzungumza zaidi kuhusu masuala ya Kilifi County na pia kuhusu masuala ya eneo bunge letu hili la Kaloleni. Shukrani sana kwa kufika katika studio zetu. Asante sana. Wakati wote mimi niko napatikana. Ukiniita interview mimi nitakuja. Na next time nikija nitakuja kama nimejipanga vizuri. Nitakuja na the actual budget nikiwa nimeshikilia kwa mkono. Nitakuja na information zote hapa. Asante sana. Mtazamaji wangu, mimi sina zaidi ila kukwambia tu shukrani sana kwa kuwa pamoja nami kuanzia mwanzo wa show hii, kuanzia mwanzo wa kipindi hichi hadi tamati. Mimi naitwa Muye Moses Mwambo. Subscribe katika channel zetu zote @Muyes Official Production. Tunapatikana pale. Endapo utanihitaji, nambari za simu ziko hapo chini, wasiliana nami nitakufikia. Shukrani.